So as a country, we have to keep on demolishing the static barriers of ethnicity and tribalism, because Kenya is one united country, and I'm sure that is the direction we are headed. And therefore, even in the allocation of resources, tunaweka kwa utaratibu wa Kenya wote wapate kubenefit. So inafika mahali kama kuna hii mswada iko bunge ya Social Health Insurance Fund. Imetoka katika serikali, mimi kama mjumbe naunga mkono, na mimi ni mjumbe wa upinzani. Kwa sababu mswada inasema nini? Mimi nalipo pesa mingi, nikatwe pesa mingi, ndio wewe ambaye hauna chochote ukienda hospitali utibiwe bure. Unasikia hiyo maneno? Wale mtu anapata pesa mingi, akatwe pesa mingi. Na yule ambaye hana alipiwe bure. Ya kwamba mambo ya taxation na mambo ingine tunafanya public participation na hawa wananchi. Thirikari kwa maana nyinyi ndio kiatu inafanya nini? Inauma. Tukienda namna hivyo tutaenda kwa njia nzuri. Na ninasema hivyo kwa sababu we talk to His Excellency the President kwamba we will go through the pain, but let us make stealing of public funds a very, very terrible crime to commit in this country. Kwa hivyo wale wezi kwa county governments, wezi in the national government, the days ahead are terrible days. Hatuwezi kutoa taxes through the nose na nyinyi muwe hapo kazi yenu kusifon mkikula hizo taxes. We are going to make it hard even through laws in parliament. Nikaambia nyinyi 2017, let us amend the constitution for the retired young men in politics. Tusipopindua hii katiba, huyo Uhuru atasumbua sisi. I said. Nafikiri Kenyans walisikia. When I said tubadilishe katiba, tuangalie President Young akiretire, tumu-engage na tuweke clause ya kwamba he cannot come back to politics. Watu wakasema mimi nasema hivyo, labda mimi ni rafiki ya Uhuru, nataka tubadilishe katiba. Because our president retires with a lot of friends and with a lot of money. Sasa mtu anampa serikali ya Kenya kwanza kichwa ni huyo Uhuru Kenyatta. This is